Mama! Mama nisaidie! Mama nakufa! Halo, unajua fika kabisa huyo mtoto sio mume wangu. Sasa mbona umemwachia majukumu yote peke yake? Naomba ukatume pesa ya matumizi ya mtoto sasa hivi, na usije ukanipigia mpaka pale mimi nitakapokutafuta. Usije ukanivunjia ndoa yangu, sawa? Nadhani umenielewa. Karibu mume wangu. Hiyo nyumba ilikuwa ya zamani, sasa hivi hamna kitu hapo. Ya zamani? Simba sasa hivi tuko moto. Tuko moto aje? Unasikia ndugu yangu? Kwa swala la Simba kwa sasa, sio la kuzungumzia. Ilikuwa zamani. Kwanza mko mmeshinda kubebwa. Sasa hivi hamna kitu. Ndio maana ushindi umekuwa ni shida tu. Yaani mimi sijaona kwamba Yanga tumebebwa wapi. Sijaona. Hebu tuachane kwanza na swala la Yanga na Simba. Na swala moja nataka nikuulize. Hivi wewe unaonaje maisha anayoishi huyu binti pale nyumbani? Sozi. Kuna KB pale? Ndio hapo nazungumzia. Ndugu yangu. Simba. Bwana, maisha anaishi yule mtoto pale aiseni hatari. Na ukizingatia yule mtoto pale ndo kila kitu pale nyumbani kwao. Sawa? Kuteka maji, kuosha vyombo, kufagia, kufuata makuni huko. Lakini bado mazingira ambayo anayaishi pale, hakuna binadamu yote yule ambaye anaweza kuvumilia ile mateso pale. Inaonekana yule binti ana moyo sana. Kwa mwingine hawezi kuishi maisha haya. Sasa Simba, sasa kuwa na moyo lazima atakuwa nayo, kwa sababu hana pa kwenda, hana baba, hana mama. Akisema kwamba aishi kama watu wengine, pale hawezi kukaa. Wewe umenifungua macho. Ni kwamba ina maana yule binti kuvumilia yale yote ni kwa sababu ya kukosa wazazi. Si ndio maana yake? Ndio maana yake. Afu ukizingatia sasa ule mama sasa, ukimwangalia vizuri, sawa? Sio mtu wa kufanya vitu kama vile. Sio mtu wa kufanya vitu kama vile. Kwa sababu gani? Ukizingatia ule mama, yani kila ibada unaojua wewe kanisani haimkosi. Jumapili yupo, kwenye vivi vipindi yupo. Ukikutana baba hivi mzee safi, kwa sababu mama yeye alo nzuri. Hasa mkute nyumbani pale akiwa na ule binti. Yule mama alomba sana. Je, kuona mimi Kamchele najisikia sana, ni moyo wangu unavutiwa sana kumsaidia yule binti. Sio cheke. Simba. Mioga spendi. Simba. Au ndio tayari unataka kuniambia kwamba tayari moyo tayari umeshapanda, unataka uvute jiko moja kwa moja. Hapana, sina maana hiyo. Ila basi tu, yani moyo umetoka tu kuvutiwa na kumsaidia yule binti. Hiyo basi, yani sitojali chochote, acha nimsaidie tu. Ni sawa, lakini unapomsaidia, kama unajua unasaidia nyumba gani? Unakwenda kusaidia mji gani? Nasikia kama sauti ya mtu. Sauti? Usikii. Kwa mtu kulala pale. Mama nakufa! Mama yangu! Mama nisaidie! Mama! Kaibi nini? Nisaidie! Nini kaibi? Kuna nyoka! Nyoka? Mama nisaidie! Mama yangu! Nisaidie! Mama! 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 Nakufa leo! Mama! Mama! Mama nakufa leo! Mama nakufa leo! Mama nakufa leo! Nisaidie! Mama! Mama! Mama nisaidie! Mama yangu! Mama! Mama nakufa leo! Mama nakufa! Tulia. Usipokuja kukutana babu. Nimekuja kusema dawa ya dada. Piki kwa. Bomba wapi babu? Mama yangu.
Leo mume wangu umependeza kweli. Nitakubaragashia. Cheki hizi ndevu. Baadaye nikusuke-suke ndevu. Nimesikia kila kitu cha kuongea na wewe mwanaume. Kumbe na hata sio mtoto wangu mimi. Mama, kweli mimi ni wanawake. Hapana mume wangu, tutaongea. Tutaongea nini? Mimi nimekulea wewe na mimba yako. Nikitoa mimba ni ya kwangu mimi. Hapana mume wangu, kipindi unakuja kunichumbia mimi tayari nilikuwa na ujauzito mdogo. Mwanaume alonipa ujauzito alikuwa na uwezo wa kuilea mimba na aliniambia niitoe mume wangu. Nikaona wewe ni mwanaume unayenipenda na una uwezo wa kunilea mimi pamoja na mwanangu. Kwa hiyo wewe umetumia udhaifu wangu kupenda wewe, ukaamua kunilaghai, si ndivyo? Kwa sababu unajua nakupenda. Na kama unajua ni hivyo, kwa nini kuniambia mapema? Ukakaa kimya tu. Yeye wanawake nini? Jikaze mtoto wa kiume. Sasa iko hivi sawa? Wewe mjitahidi ukaze. Simba, wewe mpeleke zahanati. Sawa? Nakwenda nyumbani pale kutoa taarifa. Sawa. Namfuata mama yake. Chapu sasa hivi nakuja sasa hivi, sawa? Sasa jitahidi basi muwahi. Chapu. Bwana unajua tena. Chapu. Sasa shehe. Haya noma. Ama kweli shukrani ya punda ni mateke, na walimwengu walisema fadhila mfadhili mbuzi, utakunywa hata mchuzi wake, lakini binadamu atakuuzi. Hivi we Sozi, tokea nilivyokulea tangu wazazi wako walivyokuacha ukiwa mtoto mdogo kabisa mpaka saa hizi hivi, bila uchawi uliorithi kutoka kwa wazazi wako, mwanangu Kebia angeumwa na nyoka kweli? Sasa nakwambiaje, utakaa hapa mpaka mwanangu atakapoamka. Leo siku ya 3 mwanangu hajaamka, yuko hoi hospitali huko anapigania uhai wake. Ila Sozi, na ole wako kaka Kebia asiamke, ndo utajua. Mama kasema uende kisimani kachote maji. Nazifa, nimeamka toka alfajiri nafanya kazi mpaka sasa nipo nafanya kazi. Naomba ukanisaidie hata wewe kuchota maji. Isitoshe tumbo inaniuma sana, najikaza tu mdogo wangu. Ila Sozi unachekesha. Yaani eti nimeamka alfajiri kwenda kuchota maji. Wewe mbona unadeka wewe? Alafu na hizo nguo ufue. Mimi naenda kutafuta huko pesa mara moja. Mimi nimechoka. Unasemaje wewe? Sasa ngoja nikufurahishe. Mama yangu aje kulelua. Mama! Vipi? Mama! Umepatwa na nini? Kuna nini hapa? Kuna nini? Yaani mama, Sozi anataka kunipiga mimi.
Eti kisa nimemwambia kachote maji mama. Kweli? Amekupiga? Hivi nguvu ya kumpiga mtoto wangu unaitoa wapi? Nimekulea tangu ukiwa mdogo. Bado sasa hivi umebeba mimba, Yesu unajifanya umebakwa, si umefanya nini? Baba mwenyewe mimba hata hatumfahamu, na kununulia sabuni, unafua nguo zako, alafu sasa hivi unapata nguvu za kumpiga mtoto wangu. Wewe hakikisha kwamba umefua hizo nguo na umeenda kuchota maji. Unanielewa? Jua linachoma ngozi yangu, barabara ni mchanga na vumbi kali, miguu yangu imechoka, hatima haijulikani, na kila hatua naona mbali. Bora tu nife kwa kweli, kwa mfano kwenye dunia nimechoka kabisa. Bora nife tu, nimechoka kwa kwenye dunia, nimechoka kila siku mimi tu. Huyu si Sazi huyu. Sazi anataka kujiua. Umepata nini mpaka niacheka mbangu dadangu. Unataka kufanya nini wewe? Unataka kufanya nini? Niache dada, niachika mbangu. Niache nife tu nikapumzike, nimechoka. Acha mdogo wangu, acha. Acha kufanya hivi. Kujiua sio suluhisho ya matatizo yako mdogo wangu, acha. Hapana, maana matatizo yote ni mimi tu. Kubakwa mimi, kunyanyaswa nyumbani mimi ananisumbua, bado naendelea kunyanyasika tu, nimechoka. Nitakusaidia mdogo wangu, usiwe na shaka, tulia mdogo wangu. Utanisaidia kwa dada yangu, niepukane na mateso. Naitwa Lemoseli. Nimecheza kama mtoto yatima, naishi na shangazi yangu. Nimenivutia vingi tu ambavyo nikivielezea nadhani mambo yatakuwa marefu sana, ila vipo vimenivutia. Shangazi yangu alikuwa serious sana, kama kweli vile anafanya vitu kama hivyo, kumbe sio hivyo. Na mimi pia nilikuwa serious sana kama nilikuwa kweli mtoto yatima, lakini sio hivyo. Kwa vitu vingi sana mdogo wangu pale Nazifa naye chokwa nifanyia, kwa sababu niliigiza niliona niko sawa tu, haina jinsi. Kwenye scene ya kubakwa hiyo sikuipenda, ila kwa sababu ni maelekezo ya director niliamua kufanya tu, kwa sababu haina jinsi na uwezo kumpishia director wako. Shukrani zangu za dhati ziende kwenye familia yangu, wananisapoti sana.
japo nilikuwa nikitaka kukata tamaa, wao wananisapoti sana. Hata wao pia waigizaji wenzangu wananisapoti sana na kunipa moyo mpaka naweza vitu kama hivi kwa sasa, japo ni mchanga, ila na imani huko mbele nitakuwa sawa. Natembea na mzigo wangu, kila hatua ni maumivu, macho yangu yanajaa, lakini bado nasimama.